Bosi akaingia akawa anamwangalia Beki Tatu anavyoendelea kujitingisha. Akamsogelea mpaka karibu, akamuuliza kwa nini hujanitengea chakula? Oboro akashtuka na kudondosha kanga chini na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Bosi akaangalia kitumbua kisha maeneo ya kifuani. Movie inaanza, Beki Tatu anamkatia matunda bosi wake Prince. Mara kaliona tango akasema mama, akalichukua akaliangalia, kisha akalirusha juu na kulidaka. Bosi wake akamwangalia, akalichukua akaliingiza mdomoni na kulitoa, kisha akamwangalia bosi wake na kulipiga piga na kumwambia bosi, ujue hili ni kubwa sana, na kumwambia ngoja niliingize mdomoni tena huku ukiniangalia kama litapita. Akaliingiza tango mdomoni na kulitoa, akamwambia bosi wake, uwezi amini, limeingia lote. Bosi wake akamuuliza, Oboro uko sawa? Akamjibu, niko sawa bosi, kama nilivyosema, ujue hili ni kubwa sana. Alafu ukawa unalipaka mafuta juu chini, kitu fulani hivi kama kilichokuwa katikati ya miguu yako. Nikiambiwa nichague lazima nitalichagua hili. Beki Tatu akanyanyuka na tango na kumwambia, hebu ngoja nikupime. We ni chize? Hapana bosi, nataka nilinganishe tu. Hebu tulia basi nikupime. Wewe hivi umechanganyikiwa, ni vitu gani unavyoongea? Beki Tatu akamwambia, basi bosi nisamee kama nimekuuzi. Akamwambia, hebu rudisha hayo matunda. Jamani bosi, mbona sijamaliza kukata? Nimesema ondoa uchafu wako. Oboro ikabidi anyanyuke tu na kuondoka zake. Asubuhi Beki Tatu Oboro akawa anafanya mazoezi sebuleni, akiwa amepiga magoti, mikono imegusa sakafu, akawa anaenda mbele nyuma. Bosi wake akawa anashuka kwenye ngazi. Alipomwona akamwangalia kwanza anavyofanya mazoezi. Oboro akawa anaendelea kufanya mazoezi huku akitoa migono. Bosi wake akamwita, Oboro. Beki Tatu akanyanyuka akamuuliza, unafanya nini? Akamwambia, okay boss, nilikuwa naangalia television nikaona unafundisha jinsi ya kufanya mazoezi ya viungo kama hivi, ni mazoezi ya yoga. Akamuuliza, yoga? Ndiyo, unakuwa unajibinua kama hivi huku unajitingisha. Bosi wake akamwambia, unafikiri unaweza kunitega? Akamwambia, sina nia ya kutega, nilikuwa nafanya mazoezi tu. Bosi akamwambia, kumbuka umekuja hapa kama mfanyakazi wa ndani na huo ndio uhalisia, hivyo baki njia kuu. Nimekuelewa bosi, mimi ngoja niendelee na mazoezi. Akamwambia, rudi chumbani kwako. Ikabidi aondoke tu. Baadaye akakutana na Beki Tatu mwenzie waliotoka wote kijijini ambaye anaitwa Obei. Rafiki yake akamwambia, unavaje nguo hivi? Maziwa yanaonekana melala kabisa, yanatakiwa vimbe, unaongezea vijiwe kidogo, chuchu zionekane zimesimama. Hebu jiangalie, umebarikiwa makalio makubwa, unatakiwa uvae suruali zinazobana au tight, ukitembea yanalia pa. Rafiki yake akamsisitiza, hakikisha raundi hii unahakikisha atoki. Akiwa jikoni, Oboro akawa anaimba, if you do me I do you, step on the dance floor, huku akiyatingisha makalio, huku akiwa amevaa kanga moja tu. Bosi akaingia akawa anamwangalia Beki Tatu anavyoendelea kujitingisha. Akamsogelea mpaka karibu, akamuuliza, kwa nini hujanitengea chakula? Oboro akashtuka na kudondosha kanga chini na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Bosi akaangalia kitumbua kisha maeneo ya kifuani. Beki Tatu akajiangalia, mbona hajastuka? Bosi akawa anamsogelea taratibu. Alipomkaribia akainama na kuiokota kanga, akamtazama na kumwambia, hebu funika uchafu wako na usirudie tena upuuzi, na kuondoka zake. Beki Tatu akabaki anashangaa amini kama mwamba atamdhalilisha hivi. Akawa analia, mambo gani haya? Kashaona kitumbua changu afu hataki kukila, kweli hii ni aibu. Upande wa pili rafiki yake Obei akamfuata bosi wake na kumwambia, nahitaji tuzungumze. Bosi akamuuliza, kwani kuna tatizo? Akamwambia, hakuna, ila nimekaa chumbani mwenyewe, chumba kina baridi sana. Akamuuliza, kwani ukuzima TV? Akamwambia, sikuzima mpaka mwili wangu utapokuwa tayari, kwa hiyo nikaona nikufate, huenda ukanisaidia, maana unaweza kuupa joto mwili wangu. Mzee akasogea kidogo akamwambia, uko sawa? Akamjibu, niko sawa, ni homoni tu ndo zinanisumbua, chochote unachotaka nitakupatia, iwe mbele au nyuma, usijali nitakupa. Akamwambia, nisikilize, hebu toka mbele yangu. Jamani bosi, hebu acha ya makaratasi, ngoja nikwambie kitu, ukinigusa wala sitalia, na kumpiga kipara mzee. Mzee akanyanyuka, una maana gani? Akamtolea ulimi kuonyesha anataka. Jamani dadi, hebu kuwa mpole, nipatie na mimi nitakuenda, wewe huwezi amini, mimi nataka nikupe utamu, lazima utalia, huwa napenda mwanaume wangu akiwa analia. Mzee akamwambia, hebu niache huko, na kumwambia, hebu ondoka zako, ina maana hujanipenda? Obei akainama na kumwambia, hebu ingiza kidogo. Mzee akawaka na kumtimua na kujiuliza, huyu mfanya kazi gani? Mbona mpumbavu? Obei alipokuwa jikoni akawa anajiuliza, huyu mzee inakuwaje ananikataa? Ina maana mimi sio mzuri? Asubuhi Oboro akamwandalia bosi wake pilau na nyama ya kuku, akamkuta amelala chumbani kwake, akawa anafurahi na kumsogelea kitandani kwake, kisha akaanza kumchezea ndevu zake na kumshtua. We bosi. Bosi akaamka akamsalimia, good morning bosi, nimekuandalia chakula kitamu utakipenda, hebu nikusogelee. Bosi akampushi huko, Bora akaanguka chini na sahani yake na kumia mkono, akawa analia. Bosi akanyanyuka na kumwacha chumbani. Baadaye akamwita na kumpa pole na kuamua kumpa huduma ya kwanza kwa kumfunga bandage. Huku kwa rafiki yake Obei, mzee anamkaribisha mwanaye na kumwambia, karibu nyumbani tena mwanangu. Obei akaja kwa mbwembwe kibao. Obei akawa anamshangaa Ray jinsi anavyodundika. Mzee akamwambia, young lady, hebu nenda jikoni na ututengenezee chakula. Karibu saa. Ya what up. Obei akafurahi sana kusalimiwa Kimarekani. Ya what
wara. Akamjibu naye wara, I'm happy to be home pops, na kumkumbatia baba yake na kumbusu kipara mwa. Mzee akamwambia unaweza kuingia ndani na kupiga maji sasa. Okay, I like that, let me give my cap, na kuingia ndani. Huku kwa Obora bosi anaharisha, akawa anapiga kelele kwa maana mzigo unauma kuutoa. Obora akaja mlangoni na kumuuliza, bosi vipi, kuna tatizo? Akamwambia hakuna tatizo, niache kwanza. Obora akasogeza sikio, akasikia pie, akatamani kucheka, akaziba mdomo. Akamuuliza tena, una hakika uko sawa? Akamwambia niko sawa bwana. Kama uko sawa mbona nasikia what happened? Bosi akumjibu chochote, akawa anaugulia tu. Akagonga tena, una hakika uhitaji msaada wangu? Ikabidi Oboro aondoke zake. Baada ya kuoga Ray akasikia mlango unagongwa, akamwambia ingia. Alipofungua mlango kumbe alikuwa Obey. Obey akamwambia Oga, hello Oga wangu, we mrefu. That's me. Obey akacheka kidogo na kumwambia nahisi sijamaliza kazi, nimekuja kuuliza kama kuna kazi yoyote ungetaka nikufanyie. Ray akafikiri akasema sina. Obey akamwambia subiri kwanza. Jamani Oga, namaanisha chochote unachotaka. Ray akamwangalia, sema chochote. Obey akamshika ndevu na kumwambia nakupenda mwenzio. Mwamba akang'ata kidole na kumuuliza chochote? Ndiyo, chochote. Akamshika mkono na kumvutia ndani na kufunga mlango. Alipogeuka akawa anafungua vifungo. Umesema chochote? Ndiyo. Mwamba akamalizia vifungo na kusema na kumlukia kitandani. Asubuhi Obey anatandika kitanda. Ray akafungua mlango huku akiwa amebeba chakula. Obey akamsalimia good morning, akamjibu good morning my love. Je, umelala vizuri? Ndiyo, maana jana ulimaliza kabisa. Akamsogelea na kumwambia nimekuletea breakfast. Obey akafurahi, akaona amependwa. Show moja tu, upendo wote huu kweli umepika kwa ajili yako. Akamwambia hebu kaa kwenye kiti. Obey akawa na furaha sana, maana mambo hayo ndo alikuwa anayataka. Ray akambusu mkono na kumwambia ngoja sasa nikufungulie chakula ule. Akamuuliza mbona kinukii? Akamwambia usijali, utakipenda. Akachukua uma na kumkabidhi Obey. Yeye akawa anafunua chakula. Jinsi kinavyonukia utazani butter shell. Oh jamani baby, hebu onje chakula. Obey akashangaa, akamwambia hebu ngoja nikusaidie. Obey akashika kichwa, akajua tayari kashaingia kwenye mtumbwi wa kibwengo. Akachukua jiwe kwenye uma na kumwambia fungua mdomo nikulishe baby. Obey akajifanya na kichefuchefu na kunyanyuka na kwenda kutapika. Ray akamwambia jamani baby, chakula kinapoa, ngoja nikifunike, nitakusubiri baby. Huku Oboro anafagia, bosi wake anatoka, anamwambia nimekwambia upumzike, usifanye usafi mpaka utapokuwa sawa. Oboro anamwambia sijazoea. Kisha akamuuliza kwani kimetokea nini? Mbona sura yako imekuwa ndogo kama Piriton? Akamwambia fanya yanayokuhusu. Mara Uwaro ukataka kutoka. Oboro akamwangalia na kumuuliza nini te? Bosi ikabidi arudi ndani tena yasije akadondoka ikawa aibu. Oboro akawa anacheka na kumwambia wewe umeniaibisha, ona Mungu anavyokuaibisha, malipo ni hapa hapa duniani, na kuendelea kucheka. Huko Obey baada ya Ray kuondoka akawa anajiuliza mbona sielewi, ina maana jana nilala na chizi, inawezekanaje hii? Au ananijaribu, ananiletea uchizi? Ujue mimi ni chizi zaidi yake. Ngoja tuone mchezo unavyokwenda.